Ni mbunge wa Kilifi North kule kwenye kaunti ya Kilifi, hususan upande wa Pwani. Kwa hivyo atakuwa kwenye nafasi nzuri ya kutueleza kama kiongozi na kama mpwani, hili linaweza kuleta tofauti gani kwa wapwani. Na mheshimiwa, karibu sana studio. Asante sana kwa kunialika kwa studio yako. Na nafurahia kuchanganua masuala ya watu wa Pwani, maana mimi napenda Pwani. Sio vile ati mimi ni mzaliwa Pwani pekee yake, lakini mimi ni mpenzi wa Pwani. Watu wote wanaozaliwa Pwani ni wapenzi wa Pwani. Ni kipi ambacho sio cha kupenda Pwani? Tukianza na bahari na mambo yote ya vyakula. Naam, tukianza moja kwa moja na swala la ama ndoto ya kuunganisha Pwani. Sio mara ya kwanza tunaona ndoto hii kizuka, ilikuwepo katika kabla ya uchaguzi huu, tukiona pia paa ikizaliwa katika misingi ya kuunganisha Pwani na mambo kama hayo. Ni kipi ambacho ni tofauti safari hii, na tutarajie nini ambacho kitakuwa kizingiti katika kuunganisha Pwani? Asante sana kwa swali hilo. Umoja wa Pwani umekuwa ile wazungu wanasema elusive kwa muda mrefu, kwa sababu nakumbuka 2014 mimi nikifanya kazi kule Kilifi. Wakati ule nilikuwa nimetoka Amerika, nimekuja nimepewa kazi Kilifi. Tukawa tuna ndoto hii na Profesa Boga kwamba tuunganishe wa Pwani. Wakati wote tulikuwa tunafikiria pengine counties za Pwani ziungane, na zikiungana ziwe na economic block 2014 pale. Na tukaanza hiyo mikakati. Na tulipoanza hiyo mikakati tukaita, wakati huo county governments pia ni mpya. Tukafikiria ni wakati mzuri mwafaka wa kuunganisha Pwani kupitia kwa hizi county governments. Na tukajadiliana na magavana wakati huo as professionals. Tulianza as professionals. Na magavana wakakubali ile ndoto yetu. Na nakumbuka wakati huo tukafanya mkutano mkubwa sana pale Swahili Beach, Kwale pale Diani. Na wakati huo tulipata wabunge wote, magavana wote, na tukaita pia senators wote, speakers of county assemblies wote. Tukaja tukawaambia kuhusu, nakumbuka mimi nikifanya hiyo presentation kuhusu kwa nini tuungane. Kwamba sisi kuna vitu ambavyo vinatuunganisha. Mwanzo upwani. Upwani, kwamba sisi ni watu wa Pwani, then ni lazima tuungane ili tuwe na masuala mamoja ambayo tunaweza wasilisha katika ile meza ya maamuzi kama ya kitaifa kama wa Pwani. Na mimi na Profesa Boga na Hassan Joho na wengine wawili watatu tukapewa hiyo wadhifa wa kukaa kufikiria na kuandika concept paper. Tukiwa na Profesa Shaukat tukaandika hiyo concept paper, tukiangalia ni nini tunaweza weka pamoja ili tuzalishe umoja wa Pwani. Ndio tukazaa ile neno linaitwa jumuiya ya kaunti za Pwani. Tukajiita sisi ni wanajumuiya. Kwa sababu gani tulisema sisi ni wanajumuiya? Unajua katika kanda zingine, ukienda Nyanza utaona ni watu wanaongea lugha moja. Ukienda Central utapata ni watu wanaongea lugha moja. Ukifika zile kaunti zingine karibu zote zinaunganishwa na lugha na itikadi zao na tamaduni zao. Ukifika Pwani ni mseto wa kila mtu. Kwamba pale kuna kila kabila, kuna kila lugha, kuna kila itikadi, kuna kila dini. Tukasema basi sisi kwa sababu ni mchanganyiko maalum tujiite jumuiya. Tunajumuisha kila mtu. Ndio tukayasema we become a commonwealth of coastal counties. Sasa tukatafuta jina la Kiswahili kusema commonwealth ni jumuiya. Ndio tukaita sasa jumuiya ya kaunti za Pwani, tukitambua kwamba kuna vitu vingi ambazo zinatugawanya kama wa Pwani. Vitu vingi sana zinatugawanya kama kanda. Na kuna vitu kidogo sana zinatuleta pamoja. Hiyo ndio shida kubwa ya Pwani. Mwanzo vile vitu ambavyo vinatugawanya ni vingi zaidi kuliko vile vitu vinatuleta pamoja. Lakini kwa fikra zetu tukasema tukileta jumuiya, hii jumuiya itakuwa na malengo ambayo haya malengo yote yanajumuisha kila mtu. Pasipo kujali kabila, pasipo kujali dini, pasipo kujali itikadi, tamaduni, tukasema tuite jumuiya. Mkikuyu ambaye yuko Pwani ni Mpwani. Mjaluo yuko Pwani ni Mpwani. Yoyote yule ambaye yuko Pwani na ameishi Pwani na anapenda Pwani, tukasema wote hawa ni wa Pwani, kwa hiyo tuite jumuiya. Ndio tukazaa
jumuiya ya kaunti za Pwani. Wakati huo Coast Province, neno Coast Province lilikuwa limetoka. Tukasema badala ya region ama province sisi tujiite jumuiya. Ili kuleta ule umoja na usawa. Lakini lile nimekwambia mwanzo kwamba vile vitu ambavyo vinatugawanya ni vingi kuliko vinatuleta tuunganisha. Hiyo ikawa ni changamoto kubwa. Maana tulipoanza hiyo wengine wakaanza kujiangalia kivyama. Sisi tutakujaje hapa katika huu muungano kabla sasa watu ambao wana hivi vyama ambavyo vimetupeleka katika mamlaka watasemaje? Mwanzo acha tuwaulize maswali ama tuulize idhini kutoka kwao. Ilipofika hapo dosari kaanza kuingia. Nakumbuka tulipoenda mkutano mkubwa mwingine wa Lamu. Tukaenda Lamu. Baada kutoka Mombasa, kutoka Swahili Beach, tukaenda Lamu. Mkutano tukaenda Taita. Tukaenda Taita pale Wildlife Lodge. Tulipoenda pale tukaita sasa county assemblies zote. Ilikuwa kongamano kubwa sana. Maana tulikuwa na wabunge, MCAs wote, magavana wote. Tulipomaliza ule mkutano tukaona tofauti zinaanza kuibuka. Maana wengine wanasema sasa sisi kulikuwa na watu wa Jubilee wakati huo. In fact watu wa Jubilee walianza kutupatia shida kidogo. Wakaanza kusema sasa unajua watu wanaona kama kwamba sisi tunaungana kama wapwani, malengo yote sio mengine ni mambo ya siasa, na hii siasa ikianza kuingia hapa sisi tutamezwa. Wakati huo chama kilikuwa kimechukua karibu kila mtu. Ilikuwa ni ODM. Hii ni siasa ya ODM. Ikaanza hiyo story. Hii ni siasa ya ODM. Sasa wale ambao walikuwa hawako katika mrengo ule wa ODM wakaanza kujitenga. Wakaanza kuona pana, hii ni njama. Kuna njama fiche hapa. Ya kwamba unajua Waswahili husema unafukulia wachongo wanafungulia mwenye macho. Sasa wakaanza kuleta ule msemo. Sasa hapo tukaanza kuona utofauti. Watu wanaanza kuvuta nyuma kidogo. Mnapata sasa watu wanasema pana, hii ni njama ya Hassan Joho, hii ni njama ya fulani, hii ni njama ya fulani anataka kujikweza mamlaka, hii ni njama ya Kingi. Sasa ikaanza story hivyo. Tulipoenda Lamu hatukuwa kamili. Wakati huo wale ambao walikuwa sasa wamevutwa na rais mstaafu Uhuru walikuwa wanaegemea upande wake, hawakuja Lamu. Tulipokuwa na mkutano mkubwa pale Mkunguni Lamu, wale pia wakaandaa mkutano wao Malindi. Tofauti ikaanza kutokea hapo, ikaibuka ile ikaanza kugawanyika mara mbili. Kwa sababu vile umesema mwanzo, wenye vyama vya kisiasa na sasa mirengo ya kisiasa ikaanza kujitokeza. Tukawa na malengo mazuri sana. Mwanzo lengo zuri, nakumbuka Profesa Rajabu wakati alikuja akasema wakati ule BRICS hii Brazil, Russia, India na South Africa walikuwa wameanza ile sasa tulikuwa sisi tunajimodel on that BRICS model paka tuwe na banki yetu. Nakumbuka Profesa Rajabu wakati alikuwa mkuu wa chuo cha Pwani wakati huo akija akisema we have to have a bank. Kama sisi tunataka kujinasua katika hizi shida ambazo tuko, lazima sisi watu wa Pwani sasa kwa sababu ya jumuiya tukue na benki ya Jumuiya Bank of Kenya. Naam. Nikirudisha nyuma kidogo kwenye kauli yako ya mambo yaliyotokea wakati wa kwanza kujaribu kuunganisha Pwani, na kuna msemo kule Pwani kwenye baadhi ya makabila wengi wanaojua wasema unapoumwa na nyoka, unapoona ung'ong'o basi unajishtukia. Sasa hivi mmeamua tena kurejesha wazo hili na kufanya vile juhudi zote kuunganisha Pwani tena. Yale ambayo yalikuwa yamekuwa vizingiti wakati ule mmeyawazia vipi na kuhakikisha kwamba sasa hivi hayatakuwepo tena na safari hii itakuwa ni tambarare? Na mimi nataka nikwambie kwamba zile shida ambazo zilitokea wakati ule ndio mpaka sasa tutazikumba. Manake kuna wengine hata wamepigiwa simu kuwaulizwa kwa nini mlienda huo mkutano, kwa nini hamkutushauri, kwa nini mlikubali kwenda kuungana na hawa jamaa hivi. Sasa tunaona watu wanasema pengine hii ni njama ya Kingi na Owen na Aisha Jumwa kujaribu kuvuta watu kwa rais, kwa chama cha rais. Unaona kuna wengine ambao wa makabila ambao wanakuwa na vita
katika tuangalie pengine kama kaunti ya Lamu. Lamu sasa kuna shida ambayo inagawanyika mara mbili kwa kikabila. Sasa kuna wengine wanajihisi kwamba pana huu muungano wa Pwani sio wao, muungano wao uko upande mwingine. Kuna wengine ambao wanajiona hao ni more pastoralists. So wanaona kama ule muungano wa pastoralists unawakimu mahitaji yao. Kuna wengine wanajiona sisi ni Azimio, tutatangamana vipi na hao. Sasa zile shida ambazo zilikuwa wakati ule mpaka sasa ziko. Na ile ambayo inanitia imani mimi ni kwamba tumewaambia watu ukweli kwamba kuna zile tofauti zetu za kijadi zitatugawanya. Lakini tuangalie ile picha kubwa, ni nini tunataka sisi kama wa Pwani. Tusahau zile tofauti. Sasa hiyo ndio inatutia moyo kwamba watu wanakubali kwamba na wamejua kwamba kuna vitu ambazo zitatutenganisha. Na maswali mengi yameulizwa sana. Hata mimi mwanzo nimeulizwa maswali mengi sana. Lakini mimi nasema kwamba we are better united. Tutapata faida kubwa sana tukiwa sisi tunaongea sauti moja kama ukanda wa Pwani, kama watu wa jumuiya. Tutaongea na sauti kubwa sana na tutafanikiwa sana. Ndio sababu katika huu mkutano tuliita kila mtu. Gavana ambaye alitoka tukamwita, senator ambaye pia alitoka tukamwita. Tukasema tuongee na viongozi wote. Sisi hatutaki vyama vivunjike ama mtu atoke katika chama chake. Lakini tunataka kwamba those things that unite us bring us even closer together. Those that we can change, we can change. Those that we cannot change, tuambie watu hii hatuwezi badilisha. Lakini wacha tujaribu jambo moja, at least one thing. Unaona parliament hapo tuna kitu tunaitwa CPG, Cross Parliamentary Group. Cross Parliamentary Group ni muungano wa bunge wa Pwani. Ukiwa patron. Mimi nikiwa patron. Lakini kwa muda mrefu, the last 5 years, there was nothing, kwa sababu ilikuwa malumbano. Tulikuwa sisi kama wabunge wa Pwani hatuwezi kukutana. Tukikutana ni 5 minutes, baada ya dakika 5 mkutano umevurugika. Maana kila mtu ameongea hili. Lakini the new crop of MPs ambao tuko nao, wale wabunge wapi ambao tuko nao sasa katika bunge la 13, unaona kwamba ni watu ambao wana mawazo tofauti. Na furaha yangu ni kwamba nilipo mimi simama nikasema pana lazima tufanye uchaguzi. Unajua tulikuwa hatujafanya uchaguzi kwa miaka mingi sana. Nikasema watu wakapinga, lakini mimi nikasimama kidete nikasema no, lazima tuwe tofauti na wale wengine. Tuka manage uchaguzi. Mwanzo swali nililoulizwa mimi mwanzo, kwa nini wewe umeacha watu wa Azimio ndio wenye viti kule katika CPG? Nikasema hapana, mimi siangalii watu wa Pwani kama Azimio ama Kenya Kwanza. Mimi naangalia sote ni watu wa Pwani, na hilo lazima tuliheshimu. Yes. Kidogo nikikurejesha nyuma vile tunaona miungano hii ama muungano unaokuja pamoja kuleta wapwani, na pia vile shughuli zenyewe za kufanya mikutano hiyo zinaunganishwa na viongozi. Viongozi mara nyingi ni wanasiasa. Na kama ulivyotaja, sisi wa Pwani tunajulikana sana kwa kuzungumza, na ndiposa tunapokuja pamoja kila mtu anataka kusikika. Wanasiasa wana ile kuhisi kwamba aidha ni swala la kuonyesha ubabe wa kisiasa, kumtoa mwingine ladha kwenye picha ya siasa. Hili mtalishughulikia vipi? Kwa sababu bado ni wanasiasa wanaokuja pamoja katika kuunganisha Pwani, na tunajua wanasiasa pia bado watakuwa wanasiasa mbali na kuwa viongozi wa ukanda wote ule, iwe Pwani ama ukanda mwingine wote. Mimi nitakwambia hivi, to manage politicians and politics ni jambo gumu sana. Hata tukiwa na ule mkutano wetu Serena, kulikuwa na cheche kali za maneno, lakini tulitumia ile wisdom yetu, hekima yetu, kuteremsha zile hisia kubwa zilikuwa zimeanza kupanda na zile cheche za maneno, na tukaziteremsha na somehow tukakubaliana. Na hata tulipotoka pale tena kulikuwa na maswali. Swali ambalo liliulizwa ambalo mimi nilisema pana, ile swali nyinyi mnaleta mkutano mnatumia hii kama ngazi ya kufufua umaarufu wa mwanasiasa fulani. Najua hata nyinyi watu wa habari mliuliza hiyo swali. Hata niliona vitengo vingine vya vyombo vingine vya habari vikieneza hiyo propaganda kwamba ule mkutano uliitwa hususan
kufufua umaarufu wa kisiasa wa kiongozi fulani. Lakini hiyo wote ni uzushi, kwa sababu tulipoanza hii mikakati, na hii mikakati nataka nikuambia kwamba haikuanza hiyo siku. We have been talking for the last 3 months. Miezi mitatu tunaongea na huyu, tunaongea na huyu, tunaongea na huyu, tunaongea mpaka tukakubaliana. Na kwa sababu tumeanza kubaliana, mimi naona kwamba tutapiga hatua ya mbele, kwa sababu sasa ni kama wanasiasa wetu wa Pwani pia wameona tukizidi kutengana sisi tunaachwa nyuma, watu wanasonga mbele. Ukiangalia Western watu wanaungana, wanaenda kasi kuangalia mirengo ya kisiasa, wanaenda wanaona rais, wanauliza maneno. Hata Nyanza ambayo iko katika upinzani pengine imefaidi hii serikali ya sasa vikubwa kuliko watu wa Pwani. Sasa watu wanaona kwamba ukweli upo, umejiri, kwamba tusipoungana na tusipoongea kwa sauti moja kuna mambo mengi yatatupita. Kwa hivyo mnahisi ipo nafasi ya kuweka tofauti za kisiasa kando na kusonga pamoja kama viongozi wa Pwani? Kwa sasa sisi kama viongozi wa Pwani tumesema siasa, tofauti za kisiasa zetu tuweke kando. Tunafikiria tumeanza kumanage, tuweke kando na tuangalie malengo na madhumuni ya kusukuma Pwani iwe mbele. Tuko na rasilimali nyingi sana. Lakini hizi rasilimali zetu ambazo ziko Pwani haziwezi kutufaidi sisi kama hatutaungana kama viongozi na kuhakikisha kwamba tumeshurutisha serikali ama wale wako katika mamlaka kuhakikisha kwamba tumefaidi hizi rasilimali zetu. Naam, kitu ambacho Mpwani zaidi anataka kufahamu nikiwa mmoja wao ni vipi muungano huu wa viongozi wa ukanda wa Pwani utamfaidi Mpwani. Kunapokuwa na uhusiano mzuri wa viongozi kutoka kaunti ya Kilifi na Kwale na Mombasa na Lamu na Taita Taveta na Tana River, hili linamsaidiaje Mpwani kwa jumla kama mtu ambaye anaishi kwenye ukanda huu? Nataka tuangalie rasilimali moja kubwa. Bahari. Bahari. Ama ile inaitwa Pwani. Yes, hiyo bahari, yani Pwani ile ufuo wa bahari ile Pwani. Ni rasilimali ambayo inakata katika counties 5. Ukianza Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River, Lamu. Lakini hii rasilimali sasa haitufaidi sisi. Unasikia kuna matrollers, kunasikia bahari iko pale lakini watu wanalala njaa, anakosa kitoweo na samaki wako pale ndani. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza faidi mtu wa Pwani, anaishi Pwani katika bahari. Lakini kwa sababu hatuongei kwa sauti moja, ni nini tunataka kufanya katika hii bahari yetu? Hii bahari imekuwa tu tunaangalia tu, tunaogelea tu, wazungu wanakuja wanaangalia, wanaogelea na wanaenda. Lakini sasa tumesema hapana, kumbe hii bahari inaweza kutufaidi. Ukiangalia sasa kwa sababu ya muungano wetu na vile Salim Mvurya kama waziri wetu wa madini na uchumi samawati ameungana na hawa magavana, unaona kwamba Salim Mvurya yuko katika kila county kwa sababu ya uhusiano mwema na mzuri. Sisi kama wabunge anatuhusisha katika ile utendakazi wake. Anahusisha magavana. Akiongea na gavana ataongea na mbunge. Na tumeona kwamba kumbe tukishirikiana tuna faida. Na sasa unaweza ona kwamba pesa ile imegawanywa, ile ya KEMFSED, ile nimetoka kwa World Bank, imefaidi watu wengi sana wa Pwani kwa sababu ya kuongea kwa sauti moja. Na umeona hata rais mwenyewe amekuja Pwani kufanya, ameenda Liwatoni ametoa pesa pale, ameenda Kilifi ametoa pesa, ameenda Lamu ametoa pesa, kwa sababu ya ushirikiano mzuri ambao tuko. Bahari ile itabakia kuwa bahari ambayo haitufaidi kama hatutaongea kwa sauti moja. Lakini tukiongea kwa sauti moja, sasa ile sheria ya Kenya Fisheries Management Act ambayo ilikuwa pale kisumbua sana watu wa Pwani, sisi kama viongozi na washikadau wengine tumepinga ile sheria mpaka sasa hata koti imetupilia mbali. Lazima tutengeneze sheria mpya. Na nimeambia wapwani wenzangu na viongozi, hii sheria mpya ambayo inakuja lazima sisi tuisimamie. Isisimamiwe na watu wengine, tuisimamie. Tukisimamia tutaweka matakwa ya watu wetu katika ile sheria. Huo ndio utamu wa
wa kuungana. Naam, si mara ya kwanza tunakuwa na kiongozi anayesimamia wizara ambayo inafaidi sana Pwani. Tumekuwa na waziri ambaye amesimamia masuala ya utalii, ambacho pia ndio kiini kikubwa cha upwani tukisema kwa jumla. Ni kipi ambacho mnakisi ni tofauti sasa hivi kuwa na waziri katika masuala ya madini na uchumi samawati? Kama ulivyotaja, bahari ni mchango mkubwa sana wa ndani ya kujivunia kwa upwani na unaweza kufaidi Pwani. Kipi hichi ndio kimewafungua macho? Ni mmepewa fursa ya pili ama mmelishukuliaje swala hilo? Kwa sababu si mara ya kwanza tunapata mtu anayeweza kuwa na sauti katika wizara anaweza kusaidia Pwani kwa jumla, na hatujaona tukifaidika kama tunavyostahili. Na hiyo unasema ni ukweli. Tumekuwa na mawaziri Pwani ambao wamepewa mamlaka makubwa kuangalia rasilimali za Pwani, lakini hata huo waziri wao na ukubwa wao haukufaidi watu wa Pwani. Na hiyo ni bayana kabisa. Na ukiangalia sisi watu wa Pwani bado tuko na shida ya ardhi. Lakini tumekuwa na mawaziri ambao walikuwa mawaziri wa ardhi walitoka Pwani. Ukiangalia docket ya utalii tumekuwa nayo sisi watu wa Pwani kwa miaka mingi. Hata watu waliuliza kwani this time kwani hii waziri wa utalii mbona haujapewa wa Pwani? Lakini haujafaidi wa Pwani kwa sababu hatushirikiani. Kwa sababu waziri akiingia pale anasikiza sana sauti ya yule ambaye amempatia ile kazi kuliko kusikiza maswala na maoni ya watu wa Pwani. Ndio unaona mpaka leo Ronald Ngala Utalii College haijaisha kwa miaka almost 16 years now, kwa sababu ya kwamba waziri yuko pale anadharau sauti za viongozi wenzake wa kutoka Pwani. Mimi nilivalia njuga sana ile maneno ya Ronald Ngala, na paka nilikosana na waziri wakati ule Najib Balala, kwa sababu nilimwambia wewe ni Mpwani, kwa nini unaacha hii college? Haiishi. College za watu wengine zinaisha, lakini na wewe ndio umekalia hiyo rasilimali na hiyo pesa. Lakini sasa ule mwamko ambao tuko nao, tuko na viongozi ambao wanapenda Wapwani wenzao. Tuko na viongozi ambao wanasikiza sauti ya Wapwani. Ndio unaona utofauti uko hapo. Kwa sasa ukiona ile kazi Salim Mvuri anafanya, Salim Mvuri kesho atakuwa katika constituency yangu, in fact my ward pale ninatoka, kijijini kabisa kule, kuja kufanya kazi pale. Ameleta investors na new projects, lakini amechagua kuja pale, na mimi na yeye tunaelewana, na yeye anaelewana na Gavana Mng'aro, na wakiongea hawa wawili na mimi tukiongea tunapata ufanisi mkubwa. Kwa hiyo mimi nataka kusema the crop of leadership that we have, cost leaders we have right now is better than before. Na hiyo mimi sisemi hati kwa kuogopa. Hiyo